Tem Afrika, chemchem, mwanzo, chimbuko la ubinadamu, ni mama wa mataifa yote. Afrika ni chimbuko la ubinadamu. Ikiwa mwanadamu wa kwanza alitokea Afrika, hata katika eneo la kisasa la Tanzania, basi hii inamaanisha kuwa wanadamu wote walitoka Afrika. Hii inaifanya Afrika kuwa mama wa mataifa yote. Rangi ya ngozi nyeusi ndiyo ya asili ya kwanza kabisa, lakini mama huyu amezarauliwa, ametawaliwa na kuzalilishwa. Na ni nani aliyemfanyia haya? Ni watoto wake wenyewe, watu waliotokana naye, lakini wakasahau asili yao kwa sababu tu ya utofauti ya rangi ya ngozi. Biblia inasema, amelaniwa yeyote anayezarau amzarauye baba yake au mama yake. Kumbukumbu la Torati 27:16 yake. Hii ndiyo sababu dunia ina machafuko, kwa sababu tumemzarau Afrika, mama wa ubinadamu. Wengine husema mtu mweusi anatokana na Hamu, mwana wa Nuhu aliyelaaniwa. Lakini leo hii, kwa ushahidi wa kisayansi na kwa kusoma kwa makini maandiko, tunaweza kusema hapana kabisa. Hii ni kweli. Mtu mweusi hatokani na laana. Mtu mweusi ndiye chanzo kabisa. Tuchukulie mfano wa Ibrahimu. Alitoka Asia, alipoingia Afrika, Misri. Aliogopa wa Misri na akadanganya kuhusu mke wake. Alifikiri kuwa Waafrika ni wakatili vibaya, lakini Mungu alionyesha tofauti. Mungu alizungumza moja kwa moja na Farao, akamkataza kumgusa mke wa Abrahamu. Kitabu ni Mwanzo sura yake ya 12. Hii inaonyesha kuwa Mungu alikuwa tayari anazungumza na Waafrika kabla hata ya kutoa sheria kwa Musa. Misri ilikuwa na maadili ya juu, sheria za kimungu kama kuheshimu ndoa. Yesu aliposema, yeyote atakaye mtamani mwanamke kwa tamaa amekwisha zini naye moyoni, ilikuwa tayari inafuatwa katika Afrika. Kwa hivyo Afrika sio tu chimbukizo, lakini sio tu chimbukizo la binadamu, bali pia ni mahali pa ufunuo wa kimungu. Historia ya imani haikuanzia Israeli, ilianza Afrika na ubinadamu mweusi. Na binadamu mweusi wa maadili na wa kiroho. Mungu akubariki. Mungu aibariki Afrika. Mungu abariki ubinadamu wote. Asanteni.